Yes, bana, karibu sana mtazamaji wa Usiogope TV. Bana, leo ni siku nyingine tena tunakutana kupitia channel yetu ya YouTube. Kama ni mara yako kwanza, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment pia. Unaposubscribe unakuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa zetu kila pale ambapo tutakuwa tuna upload taarifa zetu, sio bana? Bana, mimi ni Tom Kali Nesta na leo niko na mgeni hapa studio. Tunapiga naye story, atajitambulisha mwenyewe anaitwa nani na tutafahamu vitu vingi sana kutoka kwake. Bana, karibu sana mzee. Asante sana. Mimi naitwa Ramadhani Mchaka wa Chanika Masai Wawili Chabupu, mtaa wa Lukooni, almaarufu naitwa mzee wa Yanga. Okay, mzee wa Yanga, tunataka tuzungumzie sasa masuala hayo ambayo umeyazungumzia, mambo ya Yanga. Najua tarehe 1 pale Amani Complex kulikuwa na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hapa namaanisha Simba alicheza na Yanga, lakini kuna vitu vingi sana vilitokea katika ule mchezo. Sasa tunataka tuvizungumzie kwa sababu vitu hivi ambavyo vina trend sana kwenye mitandao, hususan timu yako Yanga inasemekana kwamba imeandika barua kwenda bodi ya ligi ikitaka mambo matano, ikilalamikia mambo matano ambayo yalifanyika katika huo mchezo. Kitu cha kwanza, inasemekana kwamba bodi ya ligi imehalalisha goli ambalo limefungwa la Simba. Wamesema ni goli halali. Kwa upande wako hiyo unaizungumziaje? Kwa upande wangu naweza nikazungumza si kweli, na ninaweza nikasema kama wamekosea au bodi ya ligi kutoa maamuzi, kama wamekosea. Kama ingekopo wao ndo waamuzi wa kuweza kutoa maamuzi, ya nini kumweka refari pale? Kwa hiyo walikosea, wamekosea. Na Yanga kama mimi mwanachama na mshabiki tumelalamika swala hili mbele ya makao makuu ya timu yetu. Tayari tumepeleka malalamiko hayo na tumeainisha malalamiko hayo. Tunangoja bodi ya ligi itupe jibu. Kwa nini inachelewa mpaka sasa kutupa jibu? Na hiyo bodi ya masaa 72, kwa nini napitiliza mpaka leo? Sasa utata huu sisi hatutaki, ndio maana tunataka majibu. Au Selemani Mwalimu hukumu yake masaa 72, hiyo ndio ina hukumu, ndio inasema ndani ya masaa 72. Kwa nini napitiliza mpaka masaa 100 na mpaka mchezaji anapata kucheza mechi nyinginewe? Kumbe ilibidi mechi ile kama ingekuwa hukumu ndani ya masaa 72 ilikuwa asiicheze ile mechi. Kwa hiyo tunataka majibu kwa haraka sana yaliyotoka katika makao makuu yetu ya klabu. Mzee Mchaka, mashabiki wa Yanga wanaamini kwamba wao wanaonewa, lakini pia wa Simba nao wanaamini kwamba wanaonewa. Sasa hii tunaiwekaje? Nani ambaye anaonewa? Anaonewa mwanachama, anaonewa Yanga. Kwa nini? Na wanasema kwamba mara nyingi dabi za Kariakoo zikifanyika Yanga ndo anakuwa anabebwa. Nitakupa sasa kwa nini anaonewa. Alikuwa Prince Dube anakwenda kumsabahi kipa, akaambiwa offside, na ile ndo ya kwanza kuliko tukio waliolifanya Simba la kwenda kufunga kule, umeelewa? Huku limetokea tukio la kwenda kumsabahi. Sabahi ile kama angefunga. Kwa hiyo wamevunja pale, wamemnyima Yanga pale. Cha kwanza. Cha pili, kuna fullback wetu Jobu, mpira kesha ucheza umetoka miguuni mwake, anakuja mchezaji wa Simba kumlalia makusudi ili amuumize. Mpira yeye alishautoa. Sasa pale refari kaja akahukumu nini? Hakuhukumu kitu. Jobu kabaki na majala yake, anatoka nje. Lakini ile ilikuwa aweze kuhukumu pale kwa sababu Jobu alishatoa ule mpira upo miguuni mwake. Kwa hiyo katika mara 6 ambayo Simba wamemfunga zilikuwa ni za halali. Za halali kabisa, wala wasisingizie kitu chingine. Wanachosingizia nini? Watu wanasema maamuzi anakuwa hawi upande wao. Sasa kama maamuzi hawi upande wao, amekuja hapa mpaka waamuzi wa nje wameletwa hapa. Wanasema hawajapigwa. Na hata muamuzi wa nje apendelee. Swali mtaka waonye aje muamuzi wa nje. Amekuja hawajapigwa. Walifungwa. Wamezidiwa. Wamezidiwa ubora, wakubali hivyo. Sio marefa. Sio marefa. Marefa wanalinda haki dhidi ya Simba na Yanga. Marefa wana makosa yao. Unasikia hiyo? Marefa wana makosa yao, sio kwamba hawana makosa. Yapo, na ndio maana tumeainisha.
lakini wao wamezidiwa, licha ya marefa wamezidiwa kiuwezo. Achana na marefa. Marefa kama ninavyokuambia ya Dube ile pale, huyu mtoto Jobu hapa kafanywa kitu gani? Umeelewa? Lakini hivi vyote haviswemi hivi kwenye vyombo vya habari hivi. Utakuta wanazungumzia lile goli kufunga. Sasa kama lile goli kufunga, ndio maana uongozi wetu umewauliza ili goli liliofungwa muamuzi nani? Muamuzi kamati ya masaa 72, muamuzi refari. Wao watatamkaje goli halali kabisa na wakati refa kalikataa? Mabadiliko ya mageuzi ya maamuzi hayawezi kubadilika hata kama itakuwa waamuzi wamehukumiwa, lakini maamuzi yamebaki pale pale. Sasa wao wamepata wapi hiki? Watuambie. Kuna vingi tulivyoviainisha, watuambie. Unadhani bodi ya ligi utawajibu? Sasa wajibu wa kujibu nani kama sio bodi ya ligi? Sababu ndo washaamua hivyo. Mwenye wajibu wa kujibu bodi ya ligi, na kila anavyochelewa ndo anavyoharibu. Wewe mwenyewe, wao wenyewe bodi ya ligi wanaona kama vile wanaitesa Yanga, lakini kila anavyochelewa kufanya maamuzi katika vipengele vyovyote vile ndo wanavyoiharibu ligi yetu. Sasa endapo bodi ya ligi haitowajibu Yanga watachukua hatua gani? Hata kama wasipochukua hatua yoyote, kwa sababu Yanga ni mtoto. Sasa umemuuliza maswali baba yako, kama kukujibu wewe unategemea uchukue hatua gani? Ndio basi tena. Lakini umma wa watu utakuwa umejua kwamba Yanga walipeleka malalamiko yao, wakaainisha na wanataka majibu, na majibu yale wanayasubiri watu wote wa soka. Sasa kama wao hawatoi majibu yale, ni sawa sawa na wanaharibu ligi yetu. Wao ndo haribuji. Okay, Mzee Mchaka bwana, jana kulikuwa na mechi kati ya Simba na Singida, lakini kuna vitu vingi sana vinazungumzwa sababu Simba ni mtani wako. Kuna vitu vingi vinazungumzwa katika ile mechi. Kabla ya mechi watu walisema kwamba Singida ametumwa na Yanga aenda akamkamie Simba. Lakini mechi imechezwa, Simba ameshinda goli 2-1. Lakini kuna matukio ambayo watu wanalalamikia. Wewe ulitazama hii mechi? Mimi nimeitazama mechi. Kwanza, kabla sijajibu la matukio ya ndani ya uwanja, nataka nizungumze kuhusu Simba. Anazungumza Yanga, yule ndio mtu wake anayempa pointi. Mimi naomba kumuuliza huyo msemaji wa Simba, huyo kati ya Simba na Yanga nani Singida aliyomfunga sana? Tangu Singida ilivyoanzwa imebadilishwa majina karibu mara 3 mpaka sasa. Kati ya Yanga na Simba nani anayemfunga Singida mara nyingi? Mimi naomba kumuuliza huyu msemaji wa Simba. Anakusikia, anakuona. Nani aliyokuwa amemfunga mara nyingi? Au nani aliyokwenda kuchukua wachezaji kwa mikopo wengi kati ya Simba na Yanga? Leo msemaji wa Simba, ndugu yetu, asichafue blandi ya timu, asichafue blandi za timu zingine, kwa sababu tutakosa wawekezaji. Kama sisi tuna mechi nini, kumbe kuna timu zingine kazi yao kubeba watu wengine tu, kuwapa pointi tu. Leo sisi tunataka mageuzi ya kimpira. Sasa hivi tunahitaji timu zote ziwe na wawekezaji. Leo unavyozungumza hivyo, wewe umepata mwekezaji unaye, kama wamewekeana mikataba wa miaka 6 kama miaka 10, yeye anaye. Hao wengine nao tunataka wapate wawekezaji ili ligi yetu iwe na ubora ya kiushindani. Sasa anavyozungumza vile, sio kwamba anaichafua Singida tu, anachafua ligi yetu mzima. Je, nyinyi TFF mna uamuzi gani, mna maamuzi gani unayoyafanya anavyoongea mtu kama huyu? Au aongee nini kiongozi nini msemaji wa Yanga tu ndo mumfungie? Ila akiongea huko inakuwa kama baba moja mama moja, akiongea huyu na huyu wote wameongea kama watoto mapacha. La kwanza. La pili, kweli mechi katika maamuzi ukiangalia wanaonekana watoto Singida wamekosa haki. Kuna faulu zilikuwepo zile kama 2. Umeelewa? Au 3. Na kwa Simba huku kulikopo na faulu 1, angetumia haki. Faulu zake 2 wale angewapa kaptuta, na huyu faulu yake 1 angewapa. Tupate kuona burudani nafanyika haki.
Sasa mzee Mchaka, unahisi kwa nini sasa watu wanahisi Singida na Yanga kama kuna kitu kimoja yani? Wewe unahisi kwa nini? Sio kweli. Mimi nitakataa kwa sababu Singida wanapokutana na Yanga wanacheza mpira wa ushindani. Sasa kama sisi watasema hivyo, Yanga anamfunga Singida mara kwa mara. Yeye huyu Simba kafungwa mara ngapi? Kati ya Singida na Simba aliofungwa mara nyingi, nani anayetoa boko kumpa pointi Yanga? Yaani watu wanasemaje? Yaani Singida anapocheza na Yanga anacheza kawaida, lakini akicheza na Simba anakuwa anakaza sana. Sio kweli. Ndio maana mimi nikauliza hapa, kati ya Singida na Simba wanapokutana kucheza, nani kamfunga mwenzie mara nyingi? Au wanapokutana Yanga na Singida na Simba na Singida, hawa nani kamfunga mara nyingi? Kati ya Yanga kumfunga Singida na Simba kumfunga Singida, nani kafunga mara nyingi? Nani aliopoa wachezaji wa mikopo kwa wingi? Leo atakuja kusemaje kwamba Yanga na Singida huyu anampaga tu Yanga. We anachokupa uliziki, we binadamu gani usiokuwa na shukrani? Kwa sababu unapewa wachezaji, ukinitaka na nitaka yule unapewa, na nitaka yule unapewa, magoli unashinda kumfunga huyu mtu. Sasa anachafua brandi sio ya Singida tu, anachafua brandi yetu ya TFF, ya ligi yetu sisi, kwa sababu timu zingine zinataka wawekezaji. Leo anavyozungumza vile, mwekezaji haji kwa timu zingine, yeye keshapata. Maana yake nini sasa? Hata kama ukipata wewe peke yako ndio iweje? Ndio ligi yetu itaboreka? Wewe una wawekezaji ushakuwa nao, wenzako wanataka wapate wawekezaji, wewe unakuja kusema timu fulani imekaa tu kwa ajili kitu. Sasa itakuwa sio timu fulani, wengine wataiona na nyingine, wengine wataiona na hii nayo. Hujachafua bado uso wa soka letu. Ushachafua. Umechafua. Sasa huyo utumbo, namwambia huyo mdogo wangu aache utumbo. Hiyo tasnia ya habari nataka uongee maneno kwa uweledi. Sasa unahisi nini kifanyike sasa? Nini kifanyike? Wachukue hukumu kama wanavyochukua hukumu TFF kwa hukumu wasemaji wa Yanga. Hakuna hata msemaji mmoja wa Yanga akikosa neno tu kusema tu tayari kafungiwa. Tunachotaka na upande wa pili nao isiwe kama watoto mapacha kati ya TFF, bodi ya ligi na Simba. Kwa hiyo Ahmed Ally anasema kwamba Singida ipo kwa ajili ya kunufaisha Yanga, sio? Sasa namna ile TFF wamenyamaza tu kimya, maana yake nini? Hawaoni kama anachokizungumza anachafua uso wa soka la nchi yetu? Hawaoni wao TFF? Au wanaona upande wa Yanga tu? Labda wanachukulia utani tu. Utani vipi bwana? Na utani waongee mashabiki ndio wenye utani. Lakini kama kiongozi umekaa pale, mwanahabari wa taasisi, utachokiongea wewe, watu wanakikamata, kimemata, yani ina maana kimetoka ndani ya uongozi wa klabu. Sasa pana utani. Utani wao mashabiki, utani wao wanachama. Sio wewe mwanahabari unaongea utani. Yaani jitetezi yako ujitetee, ukiongea hapo ina maana wewe unavyoshtakiwa pale ujitetee, ilikuwa utani tu. Wewe sio mtu wa utani, wewe umewekwa hapo uje kuzungumzia habari. Sasa utazungumziaje utani? Kwa hiyo namwambia ndugu yangu aache prepete. Ahmed Ally naongea, mimi ndo mzee wa Yanga wachanika chabupu. Aache pelepete, aongee kitu kwa uweledi, kwa sababu muda mwingine watu wanaweza kukuhoji ukashindwa kujibu. Mzee wa Yanga, mzee wa Chanika, mzee Mchaka, leo Yanga mnacheza na Tanzania Prison. Unajua hiyo? Mechi nasikia inapigwa Dodoma pale, lakini kabla ya Dodoma mechi hii ilikuwa kidogo ina sitofahamu zilikuwa zimetokea. Kwa maana mara kwanza Prison walitoa taarifa kwa umma kwamba mechi yao itachezwa Tabora. Ushaona bana? Na wao wenyewe walienda Tabora kule. Lakini usiku Prison alipokea taarifa kwamba mechi inachezwa Dodoma. Wakati Prison inatangaza kwamba mechi inachezwa Tabora, Yanga alikuwa anasema kwamba hana taarifa kwamba mechi inachezwa Tabora. Yeye anachojua mechi inachezwa Dodoma pale. Lakini mwisho wa siku Prison ilibidi waende Dodoma, ndio uwanja wao ambao wameuchagua. Na leo hii mechi ndio inapigwa hapo. Wewe unaizungumziaje? Sawa. Mimi ninavyoiona sio ya kumjaji Yanga.
au mshabiki wa Yanga au mwanachama, Yanga yeye mgeni wa siku kama ya leo, mechi kama yeye mgeni. Kwa hiyo Prison yeye ndo atayepanga kwamba anataka wapi. Akielekezwa unapopataka, hapana mwelekeo mzuri, unaona hiyo, inabidi lazima afuate, sio kila anapopataka tu hata kama itakuwa pichi ya kukaa vizuri. Kwa hiyo ina maana kwamba kilichozingatiwa hapo kuangalia pichi. Pamoja tunapataka hapa, lakini kwa hali ya mabadiliko ya hali ya hewa hapa hapafai. Ataambiwa Prison, sisi kazi yetu tunasikiliza tu. Kama kuhoji ilibidi tuhoji sisi kwa nini. Tangu ilikuwa kule Mbeya mpaka ikaja Tabora mpaka ikaja Dodoma. Kama kuhoji ilikuwa wahoji Yanga, lakini wao Yanga hawana lalamu. Wamefuata. Sasa sisi sio wa kutafuta kutuhoji Yanga. Au kaona labda hii kataka Yanga. Yanga sio wenyeji wa mchezo huu. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Yanga anaogopa kwenda Tabora. Kwenda Tabora? Haja kwenda hata siku moja pale Tabora. Hapo mimi sijui. Sijui. Sasa kama haja kwenda hata siku moja, ukiniambia anaogopa Yanga, hapo sawa. Sio kwamba anaogopa kwenda Tabora na mechi ilipangwa. Wamemlazimisha TFF. Wamemwambia TFF badilisha. Ndo maana yao. Sasa hao wanaouliza hoja hiyo wakamuulize TFF. Unasikia? Wewe kwa nini unamkubalia Yanga abadilishe mpaka inakuja hapa Dodoma? Wamuulize TFF kule. Lakini sisi sio watu wa kuhojiwa kwa sababu mechi hiyo sio yetu. Prison wenyewe ndo wenye matatizo. Prison wenyewe ndo wa kukaa pamoja na TFF. Uwanja gani tuutumie uliokuwa unaweza kustahili kuweza kucheza mechi kama hii, game kama hii? Wao ndio wamechagua Hassan Mwinyi, lakini TFF wanaambia rudini Dodoma. Basi ni makubaliano yao wao wenyewe kati ya TFF na Prison. Haimuhusu Yanga. Haizidi haipungui, Yanga ndio anamsumbua. Popote unatwanga. Nimefanya ungwana, sikutaka kujenga hoja kwa sababu hoja zetu za kwanza hazijajibiwa. Utakuja kujenga hoja nyingine kabla ile ya kwanza hujajibiwa? Unadhani utakujibu TFF? Kuna mambo mengi sasa hivi. Mimi na matumaini wanaweza wakajibu kwa kutaka kukosha uso wa soka la nchi yetu. Mimi na imani watawajibu. Watajibu na imani. Kwa kutafuta kukosha uso wa soka la nchi yetu. Na imani watajibu. Na kama wanashindwa kujibu, ina maana sawa na nao pia waangamizi tu hao wanatafuta kuchafua uso wa soka la nchi. Hao wanaosimamia soka. Kwa sababu kuna mambo mengine wanayafuatilia, kuna mambo mengine hata mtu akipeleka vipengele vya hoja, unaona kaainisha pale hajibiwi. Anayeharibu uso wa soka hii wa nchi yetu nani? Soka. Ndio maana yake. Nazungumza mimi mzee wa Yanga, Chanika Chabupu, mtaa Lukooni. Na unizungumziaje sasa hii mechi? Kwa sababu tayari mtani jana ameshinda, kibarua kinabaki kwako wewe leo dhidi ya Prison. Uone kama kutakuwa na pressure yote? Kwa Yanga kuna pressure yote. Yaani kila mchezaji ana morali ya kutaka apangwe, amuonyeshe mwalimu uwezo wake. Na unaona kila anavyofanya mabadiliko yake, unawakuta wachezaji muda mrefu hawajacheza, lakini wakija wakicheza kama wenzao vile tu. Kwa hiyo sisi ushindi kwenda mbele kwa sababu tumejipanga vizuri, timu yetu ipo vizuri. Ameona yeye mwenyewe, hata Simba mfano wake, ingawaje anajifanya kubweka, kaona yeye kuna msumari ule unataka kupigwa na Dube yule pale kumsabahi. Ndio ulikuwa wa kwanza ule, kama kurudisha ilikuwa warudishe wao, lakini ule ulikuwa ndo wa kwanza. Alafu wajiangalie mashabiki wa Simba wasianze kubweka. Siku ile kulikopona watu juu kwaani kule, wachezaji wa Yanga wamekaa kule. Wasizani pale kikosi ndio kimetimia siku ile. Wajitizame tilipu ya pili inayokuja. Hawawezi kupata tena bahati kama hiyo. Waangalie kule siku ile. Juu kwaani kulikopona wagani kule. Umeelewa? Sasa leo unaingia uwanjani lakini wachezaji wengi ni majeruhi. Hakuna wasiwasi wote, kama ninavyokuambia, wachezaji wote wana morali na kila mchezaji anatamani mwalimu ampe nafasi. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wote. Kwa hiyo ushindi lazima. Yaani kama kawaida, ushindi lazima kama kawaida. Bana, tulikuwa na mzee Mchaka kutoka Lukooni, si ndio? Yes, tumeongea vitu vingi sana. Najua umeenjoy kumsikiliza, na sisi ni Usiogope TV. Tukutane tena wakati mwingine. Usiogope House Media. Tuna kazi na kazi zetu.